Kuna usemi unasema kwamba ukitaka kwenda haraka basi nenda peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali zaidi nenda na watu sahihi, watu ambao watakusaidia kufika bila ya wewe kuchoka. Sasa wapo watu wengi sana ambao wanafikiri kwamba ili wafanikiwe basi ni lazima kila kitu wafanye peke yao. Kuna mwingine anafikiri kwamba lazima ajifunze peke yake, lazima maamuzi aamue yeye peke yake, lazima aweke mipango peke yake, au hata anapokutana na changamoto, anapokutana na matatizo, basi mzigo wote wa kutatua uwe juu yake. Ukweli ni kwamba huwezi kufanya kila kitu peke yako, na ili ufanikiwe basi unahitaji nguvu ya watu wengine ambao watakusaidia kwa namna moja ama nyingine wewe kuweza kufanikiwa. Kumbuka, tofali moja halijengi ukuta, bali ukuta unajengwa na muunganiko wa matofali mengi zaidi. Inaweza kuwa ni matofali 100, 1000 na kuendelea. Sasa wengi wetu wanafikiri kwamba kuomba msaada ni udhaifu. Wengine wanaamua wafanye mambo yao kivyao pasipo kushauriana na wengine, wakiogopa kuonekana kwamba hawajui. Lakini ukweli ni kwamba ili ufanikiwe basi unahitaji nguvu ya watu wengine ambao watakusaidia, watakusukuma zaidi wewe kufanikiwa. Na leo nitazungumza kwa nini ni muhimu basi wewe kuweza kuambatana na watu sahihi ambao watakusukuma kufika malengo yako kuliko kutaka kufanya kila kitu peke yako. Mwandishi wa kitabu cha Think and Grow Rich, Napoleon Hill, yeye amefafanua vizuri kwenye chapter ya Mastermind Group. Amesema kwamba ni muhimu sana ili ufikie malengo yako basi uchague watu ambao wana njaa, wana kiu na wana shauku kubwa ya kutaka kufanikiwa. Sasa yeye alichozungumza ni kwamba Mastermind Group ni kwamba ni muunganiko wa watu wawili au zaidi wenye lengo moja au wenye malengo tofauti, lakini wako serious na wanajua wanataka nini kwa maisha yao. Sasa ambao watu hao wakiungana, manake watashirikishana mambo kadhaa na wataweza kusaidiana na wataweza kushirikishana maarifa, uzoefu, mawazo, imani na akili ili kuweza kufikia malengo yao. Na watu wote waliofanikiwa si kama wanajua vitu vingi sana au si kama walifanya kila kitu, hapana, lakini ni kwa sababu walijenga timu imara, walijenga timu yenye watu wenye uwezo, watu wenye ujuzi, watu wenye elimu na watu ambao wanaamini kwamba wanakwenda kufanikisha jambo fulani. Kwa hiyo sasa wale watu walivyoungana ndio wakaweza kuleta matokeo bora. Sasa tuangalie kuna faida gani ambazo unaweza ukazipata pindi unapochagua kuambatana na watu wenye kiu ya mafanikio, wenye uchungu wa kufanikiwa. Utapata faida gani endapo mtakaa pamoja, mtania mamoja na kuweza kuwa na lengo la kufikia malengo yenu? Moja ni kuongezea kasi. Mnapokaa pamoja watu wenye lengo moja, watu ambao mnatamani kufanikiwa, ni rahisi sana kwa mtu mmoja kuwa na kasi kubwa ya kufikia kula anapokwenda. Kwa sababu ukiwa peke yako, maana yake hutojifunza kutoka kwa wengine, hutojifunza kutoka kwa makosa ya wengine. Kwa hiyo sasa unapoambatana na watu ambao tayari wamefanya hicho kitu unachokitamani kukifanya, au na wao wapo kwenye hicho kitu ambacho unakifanya, manake ni rahisi sana kuweza kufanikiwa kwa haraka, kwa sababu mtasaidiana mawazo, mtasaidiana rasilimali, mtaweza kusukumana kwa nguvu ili kuweza kufikia kule mnapopataka, na utaweza kujifunza vitu vingi kutoka kwao au kutoka kwa wengine ambao na wao wanatamani kufanikiwa. Kwa sababu pengine ukikaa peke yako utabaki na maarifa yale, utabaki na ujuzi ule, kwa hiyo hautakuwa haraka. So mnapokutana na watu wengi mnabadilishana mawazo, hivyo mnajikuta njia yenu inakuwa rahisi ya kuweza kufikia kule mnapokwenda. 2 ni kujenga nidhamu. Kweli ni kwamba ukiwa unafanya kila kitu peke yako,
ni rahisi hata kuacha, ni rahisi hata wakati mwingine kuweza kuahirisha, kwa sababu hakuna anayekuona, hakuna anayekuuliza, wala hakuna anayekuwajibisha. Lakini mnavyoambatana kwa pamoja, wote mnatamani kupata kitu kikubwa. Ikitokea ukufanya, manake wenzako watakuwajibisha. Sasa ili usiwajibishwe kutoka kwa wenzako, itakubidi tu ufanye hata kama haujisikii. Ninakumbuka wakati tupo chuo tulikuwa na kikundi chetu cha watu 7 ambao tulikuwa kila siku jioni kwenye masaa mawili, saa 10 mpaka saa 12 jioni tunakutana, tunasoma somo husika na tumeweka sheria kabisa. Hivyo mtu asipokuja bila kutoa taarifa tunampa faini. Mtu asipokuja ndani ya siku 5 bila taarifa tunamtoa kwenye kikundi chetu. Kwa hiyo ikatubidi tu, hata kama muda mwingine ujihisi kusoma, itakubidi tu uende usome. Ikatutengenezea nidhamu kwamba tusitake au tutake lazima tuweze kusoma. Kwa hiyo ni vizuri unavyoambatana watu, unavyokuwa kwenye kundi moja, wote mnatamani kufika sehemu fulani, basi inaweza kukushape wewe ukawa na nidhamu na ikakusukuma pia kuweza kufikia malengo yako. Na 3 ni kujenga mtandao mpana wa watu au tunaita networking. Ukweli ni kwamba unaposhirikiana na wengine au watu 2 na zaidi, mnapokutana na kuamua kufanya kazi kwa pamoja na kuamua kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kufikia ndoto zenu, ili kuweza kufikia baadhi ya malengo, basi mnavuta fursa kwa watu wengine kuja kujifunza kutoka kwenu au kuja kuwasaidia. Ukikaa peke yako, manake utajuana na idadi ndogo ya watu. Kwa kadri unavyozidi kushirikiana na wengine, ndivyo unavyozidi kufahamika na watu wengine, ndivyo unavyozidi kuwafahamu watu wengine. Na mnapoamua kufanya kitu kwa pamoja, alafu kwa nguvu, ili muweze kufanikiwa, basi taratibu mnapata washirika wengine, mnapata mentors ambao watawasukuma nyie kufikia malengo yenu, mnapata fursa mbalimbali zinaweza kufunguka kwa ajili yenu. Kwa sababu rafiki yako ambaye unafanya naye kitu kimoja, ambaye mnashirikiana na yeye, ana ndugu zake, ana familia yake, na wewe una ndugu zako, una familia yako. Kwa hiyo maana yake utaanza kujulikana na ndugu wa rafiki yako, na wewe rafiki yako atajuana na ndugu yako. Kwa mwisho wa siku, kwa kadri mnavyozidi kushirikiana kwa nguvu na kuonyesha shauku ya kupata kitu fulani, ndivyo mnavyozidi kufungua fursa na mnavyozidi kuweza kufikia malengo yenu. Kitu cha 4 ni kwamba unapata mtazamo mpya, lakini zaidi sana unazidi kujijenga kisaikolojia. Ukweli ni kwamba kila mtu ana namna yake anavyoona maisha yalivyo. Kila mtu ana lengo yake anavyoiangalia dunia na mambo yanavyoenda. Sasa wewe unavyoona mambo ni tofauti na mtu mwingine anavyoyaona mambo. Mwingine anaona sehemu hii hawezi, lakini wewe unaona sehemu hii unaweza. Sasa mnapounganika, mnabadilishana mawazo, mnajengeana nguvu, mnapeana hamasa. Kwa hata kile kitu ambacho ulikuwa unaona hakiwezekani, basi unapokutana na wengine, basi wakakwambia inawezekana, mwisho wa siku na wewe utaona inawezekana. Na kuna wakati mwingine utahitaji kupata motisha, utahitaji kupata ushauri, utahitaji kupata vitu vipya. Sasa ukiwa peke yako, manake utajikuta wewe ni mnyonge. Ukiwa peke yako utajikuta haupati hivyo vitu vingine kutoka kwa wengine. Hivyo mnavyoungana kwa pamoja, ndivyo mnavyozidi kujua vitu vingi sana kuliko ambavyo ungekaa peke yako, au kuliko ambavyo ungeamua kufanya kila kitu peke yako. Sasa ukisikiliza mawazo ya huyu akatoa wazo lake, huyu akatoa mapendekezo yake, huyu akasema jambo fulani, ndivyo unavyozidi kujua vitu vingi na ndivyo unavyozidi kupata maarifa tofauti tofauti. Tuangalie, ikiwa sasa mmeamua kuungana watu 2 na zaidi ili kuweza kufikia malengo yenu, mnatakiwa mjikomiti vipi? Mnatakiwa muwe mna nini ili muweze kufokasi kwenye malengo yenu na wala si kwenye vitu vingine? Moja ni kuwa na vision. Muweze kujua mnataka nini. Mmeungana watu 2, malengo yenu ni nini hasa? Mfano, wakati sisi tunatengeneza kikundi cha kusoma, wakati tupo chuo, lengo letu lilikuwa ni kwamba
tuhakikishe wote tunafaulu viwango vizuri. Tuhakikishe kwamba tunapunguza sapu, tunapunguza discontinuous, tunapunguza coursework, watu wanaombaomba coursework. Tunataka tufanye vizuri na tuweze kufaulu. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo letu. Lakini 2 ni kuwa watu sahihi. Usichague mtu kuambatana naye kwa sababu tu ni rafiki yako. Ikiwa yeye hayuko serious kama wewe, ikiwa basi na yeye ana shauku kubwa, si lazima ukaambatana naye. Chagua wale watu ambao mkikaa kwa pamoja, basi mazungumzo yenu yatafanana, basi mazungumzo yenu yatakuwa ni kufanikiwa. Ndio maana wanashauri kwamba chagua watu wenye maadili mazuri, watu wenye nidhamu, wenye shauku kubwa ya kujifunza, na ambao watakuwa tayari kufuata zile commitment zenu za group. Hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kitawasaidia. Sasa mkikutana watu wawili, halafu huyu mmoja yuko serious, mmoja yuko serious, mwisho wa siku mtajikuta mnapotezana. Cha 3, tengenezeni sheria za kikundi. Mmeamua sasa mpo watu wawili, mpo watu watatu, mpo watano, tengenezeni sheria ambazo zitawabana nyie, ambazo zitawalazimisha nyie kuweza kufanya kile kitu hata kama mjisikii. Nakumbuka sisi wakati tumetengeneza hicho kikundi chetu, tuliweka sheria kwamba ukichelewa kuja utatoa mchango 500. Usipokuja siku moja utoe sababu. Usipotoa sababu manake unatoa faini 1000. Usipokuja wiki tunakufukuza kabisa kwenye kikundi chetu. Kwa hiyo tukawa tunajikuta tunalazimika, tunajitengenezea nidhamu kutokana na zile sheria zetu wenyewe. Mwisho wa siku, kwa kadri tulivyokuwa tunazidi kwenda, ndivyo tulivyokuwa tunazidi kuzoea, na matokeo yake tulikuja kuyaona kwamba tulitamani wote kufaulu, lakini tukajiwekea sheria ngumu ambazo zitatusukuma. Sasa tukasema kama mtu unaona sheria hizi ni ngumu, basi unaweza ukatoka, tuache watu ambao wako serious na kuweza kufaulu. Lakini kitu cha 4 ni kupanga ratiba. Pangeni ratiba kwamba mtakutana saa ngapi, mtafanya vitu vyenu muda fulani, mtafanya kwa wakati gani, mtazungumzia nini, mtajadili nini, mtaweza kufanya kitu gani na kwa wakati gani. Kwa hiyo ni rahisi sana. Sio mpo tu wawili mnakutana bila taarifa, au wewe ukijisikia tu sasa hivi unataka kusoma ndio unampigia mwenzako. Pangeni muda kwamba Jumamosi tunakutana tunajadili kitu fulani, kwamba saa 12 tutakutana tutazungumza hiki. Hicho ndio kitu ambacho kitastawisha na kuhakikisha kwamba mnaweza kufika kule mnapokwenda. Lakini cha 5 na cha mwisho ni accountability. Hakikisha mnakuwa mna uwezo wa kujiwajibisha, kwamba mmeungana watu wawili, wote mnatamani kufaulu, wote mna lengo la kuwa wafanyabiashara. Wajibishaneni, ulizaneni maswali magumu, kwamba tulikubaliana kufanya jambo hili, mbona ndugu yangu hujafanya? Tatizo liko wapi? Kipi kimekukwamisha? Kwa kadri mnavyowajibishana, ndivyo hata uvivu na uzembe unazidi kupungua. Ukiwa peke yako manake hautojiwajibisha, lakini mnavyokuwa wawili, mnavyokuwa watatu, wote mnatamani kufanya kitu fulani, basi mtawajibishana, si kwa sababu ya kuweza kukasirikiana, lakini kwa sababu ya kuhakikisha malengo yenu na malengo ya mtu binafsi yanaweza kufikiwa kwa wakati. Ukweli ni kwamba si kwamba kufanya kila kitu peke yako ni vibaya, hapana, lakini utatumia muda mwingi, lakini utakwenda taratibu sana kuliko ambavyo ukiambatana watu wengine. Angalia katika mzunguko wako au saiko yako, na angalia ni wapi watu gani ambao unatamani uwe nao karibu, ambao watakusaidia sana wewe kuweza kufika kule unapokwenda. Chagua wewe lengo lako ni nini, unataka nini, alafu jiulize, je, niambatane na nani ili niweze kurahisisha safari yangu ya kuweza kufanikiwa. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kusikiliza podcast hii. Naamini itakuwa imekusaidia na imekuongezea uwezo na maarifa katika kufikia malengo yako. Mimi ni Josephat Kato, ni mzungumzaji wa masuala ya malengo na mipango, ukuaji binafsi pamoja na uongozi na kujiamini. Usiache kusubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata mada kama hizi ambapo nitaziachia. Usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Nikutakie wakati mwema. Bye bye.